Baba. Hebu ngoja. Kutoka. Sikia nikwambie. Msitu mkubwa huo. Hata mimi nimeuona Kipanga. Alafu mimi nyumbani sijaaga. Sasa na wasiwasi. Familia naweza wakaja wakasikia kitu chochote kimetokea alafu wanioni miezi miwili. Kwa umepotelea huko kwenye msitu. Na mimi Kipanga nilichowaza kama inawezekana pengine. Sijui kwa mawazo yako. Lakini hisi kama labda twende tukaage familia kwanza alafu ndo turudi huko. Tukienda saa hizi kijiji kitatugombea. Sasa tunafanyaje sasa? Kikubwa hapa ni kumshirikisha Mungu. Umeona? Na ikiwezekana tunaweza tukawa tunashinda huko mpaka jioni, usiku ndo tunaenda nyumbani tunalala. Asubuhi tunakuja tena msituni. Ni kweli. Bora tunaenda nyumbani tunalala alafu asubuhi tudamkie huko. Hilo ndo swala zuri. Tuombe. Weka tu nanilio silaha. Tuombe sasa baba. Tufumbe macho. Ndio. Wewe uweke silaha. Acha tu. Kwa kujihami. Sababu hata Bwana alipokuja wanafunzi akasema mnaweza mkatumia panga zenu 2. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mfalme wa Nazareti. Yes. Baba, si kwa mapenzi yetu sisi. Yes. Ni vishawishi vya mabosi pamoja na wanakijiji na serikali zake. Haleluya. Baba, tuondolee kiteso hiki cha hukumu ama kikombe hiki cha hukumu. Baba, ninakuomba Baba. Maana hata kisu kinakata Baba lakini hakina diwani. Haleluya. Baba, ninaomba hata wanyama umewaumba wewe Baba kwa akili yako. Yes. Tunaomba Baba akili za wanyama ukazifanya ziwe za wanadamu wawe na roho ya imani juu yetu. Jesus Christ. Kama patapokuwa na magumu mfalme. Yes. Nunaomba utuyayushe kama barafu. Yes. Na tuende kutokea kwenye vitanda vyetu tukiwa kama umetulaki mawinguni. Dua zote zile jamani. Asani. Husani! Husani! Husani!
watoto hawa hawatulii. Unakuaje? Sio wanao. Nimeingia ndani mlango umeacha wazi. Naangalia huko mnaona mabegi tu. Wenyewe hapo. Nimetafuta kote kwa ndani hapo. Sio hata wameenda wapi. Vipi kwa kwenye mkopo? Yaani mkopo karibia ninapata. Muda si mrefu. Okay. Ala. Hongera kwa hilo. Imekuwaje sasa? Wamerudi wameacha mabegi, hujui wapi wamekwenda? Yaani mimi sielewi walipoenda. Nimeita mpaka basi nimewatafuta kote sijawaona. Si unajua wanavyokuwa tundu? Lakini tatizo wewe mke wangu unajua kabisa kama watoto wako watundu. Na leo unajua kabisa leo saa 4 au siku zote saa 4 wanafika nyumbani, wanakunywa chai, wanatoka. Sasa wewe umekaa sijui ulikuwa unafanya nini mpaka umechelewa mpaka sasa hivi na wakati unajua kabisa watoto wako wana matatizo. Ndio hivyo tusaidiane sasa kuwatafuta. Sikiliza. Tatizo mke wangu wewe unalea vibaya na mtoto umelavyo ndivyo akuavyo. Waswahili wanakuambia samaki mkunje bado mbichi. Akishakaa kwa mwezi ndio unaona matatizo. Sasa wewe unatafutia matatizo mimi. Wewe unawaacha tu wanapotea hivi namna hii, Juzi tu hapa unamuona yule kakoropoka juu ya mnazi matokeo yake nani kahangaika? Mume wangu basi tusilaumiane. Naomba kwanza tuangalie kwanza ile swali lilokuepo. Tufanye mpango huo ndio ukawatafute huko mimi nikusubiri huko ndani kwa taarifa. Yaani mimi nitoke nikawatafute wewe unafanya nini? Yaani wewe ukae tu mimi ndio nikawatafute. Yaani maana watoto wa kwangu peke yangu. Usiniletee habari zako hizo. Wewe pumbavu umestaki. Mimi na wewe tutoke. Wewe ukawatafute na mimi nikawatafute. Sio mimi nikawatafute peke yangu. Wewe utakuwa pumbavu kwani unaweza peke yangu mimi? Funga milango. Watafute warudi hapa niwaone mimi. Wewe Hussein! Hasani! Watoto wapumbavu sana hao. Sio kwenda wapi sasa hizi? Hussein! Wewe Hasani wewe! Marahaba, hamjambo? Hatujambo. Hivi mmeona Hussein na Hasani? Hatujaona. Utafuta muda wote watakuwa wapi hawa? Hata tujui. Hussein na Hasani! Hussein na Hasani! Hussein na Hasani! Mwenyekiti. Ala. Mbona hivyo bwana? Bwana wewe. Na watafuta watoto wangu Hussein na Hasani. Mimi nimeona hapa na fomu zao wamepita hivi. Asubuhi. Mimi wale watoto bwana nisumbua kweli bwana. Unajua vijana wana taabu wale. Sasa mimi acha niende kawatafute bwana. Mwenyekiti, endelea kuwatafuta vijana. Lakini uki nipe taarifa. Sawa. Hussein na Hasani! Hussein! Hasani! Hussein! Hasani! Mungu watoto wangu jamani. Hussein! Hasani! Hussein! Hasani! Mbona Hussein Hasani sasa hivi? Na nyumbani kwako huko kote mbali mpaka huko. Yaani watoto wangu toka asubuhi walivyoondoka ninavyokuambia. Yaani sijui walipo, wamejua kubwaga mabegi tu ndani walipoingilia. Nimeita, nimetafuta, kijiji kizima nimezunguka hata sijawaona, hata sijui nifanyaje ndugu yangu. Hapa nilipo sijui hata walipo. Yaani nimehangaika ndugu yangu, sijatia chochote baba yao hanielewi. Haambiliki, anachotaka yeye wanawe. Niambie ndugu yangu mimi nitatolea wapi? Yaani kama mimi ndo nimewatuma wale watoto walipotee. Yaani hata sijui nitafanyaje. Kwa ninachokuomba ndugu yangu, kama utawaona naomba washike mikono, uniletee kule nyumbani. Usijali shosti yangu. Mimi na wewe tena nitakutafutia wanao, nikiwaona nitakuletea nyumbani kwako, hata usijali. Haya bwana. Haya. Hussein! Nyinyi mmeona Hussein na Hasani huko? Sijaona. Sijaona. Watoto watakuwa wamekwenda wapi hawa? Hussein na Hasani! Vipi umeona huko? Mimi hata sijaona, sijui wewe huko ulipotoka. Mimi sijaona.
Jamani mmeongo watoto wangu. Mimi ndio sijui nafanyaje yani. Sasa sikia, twende nyumbani. Sasa twende nyumbani wakati watoto hawajaonekana, mimi naenda vipi nyumbani mume wangu? Sikiliza, mimi nakwambia twende nyumbani, tutajua nyumbani huko kwa nyumbani tutajua tu. Kama wapo, kama hawapo tutajua nyumbani. Twende. Huko. Shapotea mpaka njia. Tatizo wewe. Na siku zote ninavyokuambia, mimi nakashangaa watoto. Yaani watoto utafikiri vile wa kuotwa. Kwa nini? Watoto wasionekane. Sisi tunatafuta muda wote hapa eneo lote ile siwepo kwa mko ndani. Utakuwa uzembe. Tena uzembe utakuwa uzembe wa hali ya juu. Kitu ambacho hakiwezekani, utakuwa uzembe. Wewe Hussein Hassan! Hussein Hassan! Watoto tukao wamekwenda wapi kubaba hawa? Wewe Hussein Hassan! Hassan! Hussein! Watoto tukao wamekwenda wapi jana? Watoto watakuwa wamekwenda wapi lakini jamani? Kofu mjaona. Sijaona. Na hayo tunataka wewe mke wangu. Kwa sababu wewe ndio unakaa nyumbani. Wewe ndio mama wa nyumbani wa kuangalia watoto. Sasa watoto hata nikokwenda wewe hujui? Tunahangaika huku haonekani manake nini lakini sasa? Lakini mume wangu sio swala la kulaumiana. Ni tuangalie kitu gani cha kufanya ili tupate watoto, kwani mimi sina uchungu na watoto wangu. Huo pumbavu unaniambia huo. Tunaongea kitu gani? Wewe ndio unapaswa kuwajua watoto saizi wamekula au wamelala, wewe ndio unajua, wewe ndio mama wa nyumbani, wewe ndio unajua watoto. Wewe pumbavu, mimi nataka watoto wangu. Na kuzi staki nakwambia. Mke wangu! Abe. Njoo. Fanya haraka tena. Bwana kuna nini bwana ushaanza? Nimekwambia njoo. Ushaanza na wewe, yani sipo. Nini? Mtoto wangu. Watoto wangu. Mlungu Chibidu. Mwenyekiti, swala hili linatishia amani katika kijiji hiki. Sasa basi, kama wewe mwenyekiti wa kijiji hiki, huyu bwana katibu wa kijiji hiki, na mimi kama mweka hazina wa kijiji hiki, tunatakiwa tukala pasi jadili swala hili. Bwana Muganda, mimi niko pamoja na wewe. Hili swala sio tatizo dogo kabisa.
kwa sababu mimi mpaka sasa hivi nakaa kama nimechanganikiwa. Yaani mimi hapa na mke wangu mnavyoona, yaani hatuelewi nini kinachoendelea, hatuelewi kabisa. Yaani limetutoa fahamu kabisa jambo hili, kama mnavyomwona mke wangu. Yaani muda wote yeye ni kulia tu, kulia na yeye. Yaani yeye ni kulia tu. Shemeji, punguza machungu. Jamaa kulia shemeji. Punguza machungu shemeji. Basi mshauri, kama alivyosema shemeji zako, hili jambo sisi tunalifanyia kazi. Tutapata mwafaka. Kana Lusungu. Jamani, tuende tukakae tulijadili swala. Sawa? Twende. Manake tusipo kalia chini hili jambo, Sawa. tutakosa kupata mwafaka. Maana tangu limetokea tukio hili, mnapofahamu shemeji yenu hakulaliki usiku wala kwa mkiki, ni kilio tu kilio. Kwa kweli hili jambo ni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naam. Mheshimiwa Katibu, kama tulipoongea kule nyumbani kwa mwenyekiti, tukio hili lishakuwa ni shida kwetu, ni tatizo, na matukio haya yanaendelea kujirudia. Juzi kapotea kuku, tukio lililofuata mbuzi wawili wamepotea na mbuzi wengine wakajeruhiwa kunizizi. Akafuata ng'ombe mzima na mapembe yake amepotea. La kusikitisha zaidi ni pale tulipokuta mabaki ya mtu. Nauma sana. Na hii inatokana na kijiji chetu kupakana na hifadhi ya taifa ya Kazimzumbwi. Sijui tunafanyaje Mheshimiwa Mwenyekiti? Ni kweli unayazungumza mweka hazina sahihi. Kweli ukiangalia kwamba kijiji chetu kimepakana na hifadhi ya taifa ya Kazimzumbwi, na ukiangalia na matukio ya kila siku yanavyozidi kuongezeka, kwa kweli hali inakuwa sio nzuri. Kama mimi Muhanga nilipotelewa na watoto wangu wawili, Hassan na Hussein, hata kama angelikuwa ni mwingine yoyote yule, lakini ilikuwa panatosha jinsi gani ya kuweza kujikinga na wanyama wakali. Basi mimi nadhani tuitisha mkutano wa dharura, kijana atembee yule mbiu ya mgambo. Unasemaje sijui Katibu? Kwa kweli mwenyekiti na mweka hazina, ni dharura na ni tatizo. Na mnavyojua yule kijana wetu wa kupiga mbiu kwenye kijiji hiki ni mgonjwa. Kweli kabisa. Lakini kama mimi katibu wa kijiji najitorea moja kwa moja kupiga mbiu kuhakikisha kwamba wana kijiji wanakutana katika viwanja vya mikutano. Oh, asante sana bwana. Asante. Hongera sana. Hongera kwa hilo. Hili ni tatizo. Nitahakikisha napiga mbiu kila kona hadi kona, wakina kijiji wote wafika kwenye uwanja wetu wa mkutano waelezewe hii dharura iliyotokea. Labda una lolote labda la ziada? Cha kuongezea tu hapa ni umoja. Alonga wazungu, solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Sasa twendeni tuingie kwenye mapambano. Hakuna shida. Hai. Twendeni. Sawa. Asante sana katika kijiji chetu. Ramgambo wana kijiji wa Gome. Hili hapa ni Ramgambo, unaposikia sauti hapo ujue kuna jambo. Na hii hapa inakuwa ni dharura ya muda mfupi kutokana na maagizo ya uongozi wa kijiji kutoka kwa mwenyekiti wetu. Na wote natakiwa tukutane katika kile kiwanja cha maongezi na mikutano ya kila siku inapotokea. Sasa hii hapa ni dharura, inatakiwa wanakijiji wote tukutane pale, na unaposikia sauti hii inatakiwa umtaarifu na mwenzio, kwani
Hii hapa ni dharura ya muda mfupi, na ni sasa hivi natakiwa tukutane wanakijiji wote wa Gome katika viwanja vya mkutano. Ramgambo, ukisikia kuna jambo pale katika viwanja vyetu vya mkutano, kwani ni dharura ya ghafla imetokea, watu tunakutana pale tuweze kupata jambo muhimu kutoka kwa uongozi wa kijiji. Ramgambo, wanakijiji wote wa Gome, kwani hapa ni dharura. Wote tunakutana pale katika kiwanja chetu cha mkutano wa kila siku na mikutano tofauti, kwani kuna dharura imetokea katika kijiji cha Gome kupitia uongozi wa kijiji na mwenyekiti wetu wa kitongoji anasema tukutane hivi sasa. Unaposikia sauti hii, mwambie na mwenzio hivi sasa tunakutana katika kijiji chote katika uwanja ule wa mikutano. Kwa hakika tumezungumza mengi kama mnavyojua. Nimepotelewa na vijana wangu Hasani na Huseni, na kwa sababu hili limejitokeza, kila mmoja limemgusa kwa kiasi gani. Sasa basi mimi na uongozi hapa tuliamua kukaa tukaliona hili, na ndio maana tukafanya dharura ya kuitana katika mkutano huu. Sasa basi ningependa kila mmoja anyooshe kidole, atoe wazo lake na tuone jinsi gani tunaweza tukalifanyia kazi. Nakaribisha. Karibuni sana. Ndiyo, Bizabibu hapo. Tunaomba wazo lako. Asante mwenyekiti. Kwanza nasema mwenyekiti, hili swala mimi nimelipokea kwa huzuni sana. Tena kwa masikitiko makubwa sana. Lakini nimeona tutaishi na wasiwasi mpaka lini katika hichi kijiji chetu. Hapa tunaishi kwa hofu kutokana na wanyama kusogea hapa karibu na kijiji chetu. Unaona? Kama wiki 2 zilizopita ng'ombe alichukuliwa, ameliwa. Wiki ya jana imepita kaja kachukuliwa mbuzi, ameenda kula, ameliwa. Na hili sasa hivi lishakuwa tokeo la watoto. Mpaka sasa hivi hatujui kitu gani. Sasa mimi nilichoona hapa tuna watoto wetu, tena wenye nguvu, mashupavu. Kama kuna huyu bwana Stakidem, huyu mwindaji mzuri sana wa wanyama. Kuna huyu bwana Haji, yeye naye mwindaji mzuri sana wa wanyama. Kuna huyu mwanangu Bambino, naye pia ni mwindaji. Na tunakula vizuri tu nyama za pori hapa kila siku kwa ajili ya kwa wao. Kuna huyu hapa Gobogobo. Huyu Gobogobo hapa ndo kijiji kizima tunamtegemea kwa ukataji wa kuni hapa. Hizi kuni zote hizi unazoziona hapa kwa ajili ya Gobogobo. Unaona? Anaingia paka kwenye mapori mazito. Anaweza kwenda kupambana na wanyama wale wakali. Hofu hii ikatuisha kijijini. Tutaishi na hofu hii mpaka lini, mwenyekiti? Na vijana wetu hao wapo? Labda kuna mwingine naam. Naona bwana Gobogobo nafasi yako. Tena naona kama unachelewa mwenyekiti. Ngoja nisimame. Maraka nikikao huyu mama anakuwa simshambure vizuri. Hivi wewe mama, Simba na Magogo yanahusiana vipi na vipi? Hivi kwani mwenyekiti unaweza ukamwona Simba anakuja na rafu ukachukua gogo ukamwekea mbele yake? Tena wewe mama una bahati. Samahani. Tena wewe mama wewe. Halafu mimi nilijuaga mwenyekiti zamani, unajua watu wazima wanakuaga na akili timamu, lakini na wasiwasi na huyu mama. Kama sio ndodo atakuwa ndemwa. Wewe mtoto. Sasa mimi nikapambana na Simba. Tena mwenyekiti. Sikia. Mimi naomba hatukuja kupambana, hatukuja kulumbana hapa. Lengo jinsi gani tunaweza tukasaidiana na tukapambana na tatizo lililotukabili. Hatukuja kupishikiana mapanga hapa. Tafadhali. Na halafu mwenyekiti amejiona shujaa, anatoa mifano ya Simba pamoja na mbuzi pamoja na ng'ombe. Kwa hiyo mimi roho yangu inafanana na ng'ombe, si ndio? Au mimi ni sungura mdogo? Mwenyekiti niruhusu tu nitengua hii miguu miwili. Niruhusu tu mwenyekiti. Sikia. Mimi naona wewe hapa katika kikao hichi akikufaa. Mimi nadhani wewe ungetuacha sisi. Na halafu mwenyekiti, kabla hujamuuliza mtu akapambane na Simba, muulize ana kizazi au hana. Wewe unajua mimi nina kizazi au sina? Na halafu unanituma kule nende kwa Simba na kwa chui nikagombane nao. Acha wewe. Tena usiwe kama koro. Ngoja niwape vitu. Sikia. Tulia mwenyekiti hivyo. Hii inaitwa digital. Sasa nakupa analog. Hii inaitwa analog. We, sogea hapo. Unanichekea, unanijua mimi. Tena achana na mimi kabisa. Halafu nisikie mnanidiscuss hapo. Mimi nadhani tusipate tabu sana. Nadhani mnamfahamu. Labda mwekazi na unasemaje katika hili? Asituvunje moyo bwana.
Mheshimiwa uongozi wa kijiji na wananchi wote wa kijiji cha Gome, msife moyo. Simfuatishe yule jamaa. Yule chizi punga sesi lile. Anenepi kwa roho mbaya. Sijui kabila gani, maskini ya Mungu, tibua sana mimi. Sasa nilikuwa na wazo moja jamani. Mheshimiwa mwenyekiti, ikitokea dharura hapa kijijini, huo tunaenda kwenye ofisi ya wale maaskari gemu wanyamapori. Kweli kabisa. Tukienda pale watatusaidia, watatupa vijana wao shikambaku. Watatusaidia swala hili. Mimi nadhani tuungane na wazo la huyu bwana analozungumza kusema kwamba sisi kama uongozi tutoke tuende kwenye ofisi ya wanyamapori tukalipeleka swala hili. Na baadaye tutakuja kuambieni nini kinachojiri. Sawa? Sawa? Sawa. Kuna yoyote mwenye kupinga? Hamna. Tuko sawa? Sawa. Sasa nasema naahirisha kikao hichi kwa muda, lakini lolote litakalojiri tutaitana tena. Sawa? Sawa. Gome hoye. Hoye. Basi kila mtu aende, tutaitana tena kama tulivyoitana. Mimi nadhani mabwana, kama tulivyoambizana, tulivyokaa katika mjadala mzima wa kikao chetu na wananchi, tukaamua tuwatumie vijana. Lakini awali ya yote kwanza niwashukuru kwa ujio wenu. Na mimi ndio mwenyekiti Bwana Gema wa kijiji hichi cha Gome. Halikadhalika hapa na katibu wangu Bwana Chilomendo. Na huku kuliani kwangu huyu bwana anaitwa Bwana Mganda. Huyu ndio mweka hazina wetu. Sisi ndio viongozi wa kijiji hichi. Labda sijui nyinyi wenzangu, makamanda wangu, nikianza na pale sijui unaitwa bwana nani? Afande Kitukwa. Oh, Afande Kitukwa. Sawa sawa. Na hapa bwana sijui kamanda unaitwa nani? Komando Kipanga. Aha. Kamando Kipanga. Sawa. Labda nimefurahi sana kwa kuwajua na kutambuana, na ndio mara nyingi inakuwa vizuri zaidi kwamba hata kushirikiana watu mnaweza mkashirikiana kwa kuwa mnafahamiana. Labda mimi niseme kwa mwaka huu wa kwanza wa fedha, samani, niulize labda kwa nini mliamua kutuchagua sisi ikiwa sisi ni awamu yetu ya kwanza depo. Huu ni mwaka wa kwanza na mkaamua kutuchagua sisi. Kwa nini? Ni sawa. Na kwa sababu nina imani kabisa kutakuwa na mkubwa wenu, ndio akakuchagueni nyinyi. Na mimi bila shaka nikikuoneni nyinyi ni vijana wachanga, mna nguvu, mko imara. Mimi na imani kabisa nyinyi mna uwezo wa kupambana na chochote kile. Bwana Na mimi nadhani katika hili mimi nadhani halina shaka. Mimi nimeona kwamba ni nyinyi mnafaa. Unajua huyo ameuliza swali kwa maana kwamba labda amepata kujua uzoefu wetu sisi katika kazi. Sisi hapa ni mara ya kwanza katika depo hii. Lakini miaka mitatu nyuma tulikuwepo kwenye msitu wa Amazon pale Zaire. Na kabla tujafika pale tulikuwa tunasomea ukomando nchini Cuba. Kwa hiyo tumekaa pale kama miaka mitatu au minne hapa mjini Zaire katika msitu wa Amazon, na sisi ndo watu ambao tumeweza kumkamata King Kong. Sawa sawa. Lile nyani ngwengwe. Shikamba. Sawa. Ambalo nyinyi sasa hivi mnamuona tu kwenye video. Sawa. Mimi na Kitukwa. Na Kipanga hapa. Kwa hiyo sisi tuna uzoefu wa kutosha katika hilo. Sawa sawa. Safi sana. Sawa sawa. Mmasikia vijana? Sawa. Nadhani katika hili limekuwa halina matatizo. Sawa sawa. Sasa labda mimi niulize. Sijaona vifaa vyenu, sijaona bunduki, sijaona pistol. Inakuwaje sasa? Wewe bwana, bunduki ndo nini? Bunduki si bastola zile kwenye video za ukipiga wanatumia sana Wahindi. Ukipiga risasi moja wanakufa watu watatu. Bwana mkubwa, Naam. sisi tuna uzoefu sana na kazi katika hili. Sasa
huwa tunatumia sana silaha za jadi. Bunduki ni mfumo wa wazungu, kwa hizo ni silaha zao, lakini sisi silaha zetu za jadi kama vile panga, lungu, shoka, jembe, mkameme, mbisu, maji, kontena, kofia, moto, kibiriti na njiti. Basi mimi nadhani katika hili kuna lolote katibu? Mimi nitoe angalizo pengine. Kwa sababu sisi tutakuwa tunatumia mfumo wa 442 da live one August chance tariff time. Da West Club Asset tutakuwa tunatumia hizo. Kwa hiyo naomba sana mtulie majumbani mwenu. Kwa sababu ndege zitakuwa zinapita mara kwa mara, tutakuwa tunatuma ndege pale. Na mkiona chuma chochote cha kavu, mama yangu, msiguse chuma kile. Ni bomu lile. Puf. Mtakufa. Sawa, mimi nadhani basi kwa kuwa ndo hali iko hivyo, tusipoteze muda. Tuingie msituni tukapambane. Mimi nadhani nikushukuru afande Kitugwa pamoja na afande Kipanga. Sisi baada ya muda tutakuwa tunaelekea msituni kwa ajili ya tukio. Sawa. Okay. Asante sana.
Baba. Hebu ngoja. Kutoka. Sikia nikwambie. Msitu mkubwa huo. Hata mimi nimeuona Kipanga. Alafu mimi nyumbani sijaaga. Sasa na wasiwasi. Familia naweza wakaja wakasikia kitu chochote kimetokea alafu wanioni miezi miwili. Kwa umepotelea huko kwenye msitu. Na mimi Kipanga nilichowaza kama inawezekana pengine. Sijui kwa mawazo yako. Lakini nahisi kama labda twende tukaage familia kwanza alafu ndo turudi huko. Tukienda saa hizi kijiji kitatugombea. Sasa tunafanyaje sasa? Kikubwa hapa ni kumshirikisha Mungu. Umeona? Na ikiwezekana tunaweza tukawa tunashinda huko mpaka jioni, usiku ndo tunaenda nyumbani tunalala. Asubuhi tunakuja tena msituni. Ni kweli. Bora tunaenda nyumbani tunalala alafu asubuhi tudamkie huko. Hilo ndo swala zuri. Tuombe. Weka tu nanilio silaha. Tuombe sasa baba. Tufumbe macho. Ndio. Wewe uweke silaha. Acha tu. Kwa kujihami. Sababu hata Bwana alipokuja wanafunzi akasema mnaweza mkatumia panga zenu mbili. Baba, katika jina lako Yesu Kristo mfalme wa Nazareti. Oh yes. Baba, si kwa mapenzi yetu sisi. Yes. Ni vishawishi vya mabosi pamoja na wanakijiji na serikali zake. Haleluya. Baba, tuondolee kiteso hiki cha hukumu ama kikombe hiki cha hukumu. Baba, ninakuomba Baba. Maana hata kisu kinakata Baba, lakini hakina diwani. Haleluya. Baba, ninaomba hata wanyama umewaumba wewe Baba kwa akili yako. Oh yes. Tunaomba Baba akili za wanyama ukazifanya ziwe za wanadamu wawe na roho ya imani juu yetu. Jesus Christ. Kama patapokuwa na magumu mfalme. Yes. Nunaomba utuyayushe kama barafu. Oh yes. Na tuende kutokea kwenye vitanda vyetu tukiwa kama umetulaki mawinguni. Jesus Christ. Lishakara baba borinda na baba bukuria. Wow. Shikara mama mori kara baba bukuria. Hallelujah. Oh yes. Yes. Tabueni wanyama na sisi ni viumbe. Naam. Ingawa nyama za wanadamu zina chumvi ndogo kwenye yes baba. Asante simba. Asante chui. Swala pia. Oh yes. Tufumbwe macho na tuseme amen mbele machoni mwa Bwana. Amen. Eti ndo makomando. Komando naogopa panga. Tuokoe masi. Mapanga yangu. Dua zote zile jamani. Sasa nimebaki mkiwae. Wazazi sina. Logati katapira yeye. Nitabaki na nani? Wazazi sina. Logati katapira yeye. Nasikia kiu. Naweza kukufuru Mungu. Sijui. Wewe watu wewe. Mama yangu mama wewe. Kipanga!
Kipanga! Kipanga! Siogopi mimi, siogopi. Siogopi mtu. Siogopi mtu. Mama. Kwa nini mama unanizaa? Miti. Majani. Majani naomba nisaidie majani. Tunafundishwa shuleni mnapumua na ni viumbe nasikia mnaweza mkaleta mvua sawa. Mama, sitoki mnatoka mimi Ziadi wewe niga naliona namba. Anakonda na nyoka. Jamani jiji. Kipanga! 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 Kitopwa! Msitopenda tu. Mwenyekiti, sasa sira kuita. Yari na kuitia hapa na geuka huko kwa Central. Mwenyekiti, zarau acha bwana. Mtu akikuita msikilize. Heshima yako. Niambie ulichoniitia. Kwani tuna ugomvi? Bado ni yale tu. Nasema hivi, niambie ulichoniitia. Sawa, sasa mwenyekiti. Mimi nilikuwa nataka nikwambie jambo moja. Yaani mwenyekiti, wakati natoka hapa niko kule porini, nimekutana na wale watu. Sasa sijui wale ni makomando, sijui ni maaskari, sijui ni FFU, yaani sijaelewa mpaka muda huu. Lakini sasa mwenyekiti, kama ndio mmewatuma wale, mmeingia chuo cha jeshi, lazima utoke Manundu amekuvimba. Kwa sababu kama ni makomando wako vile. Acha, sijawahi kuona hata siku moja. Makomando wako vile. Mwenyekiti, pale umechemsha. Na halafu mwenyekiti, kama ni mwanafunzi wa form 4, nakwambia kweli, narudia kwa msisitizo, kama ni mwanafunzi wa form 4, basi ujue mwenyekiti amepata F. Yaani mwanafunzi ametaga. Kwa sababu hisabati F. English F. Kiswahili F. Mathematics F. Sasa mwanafunzi kama huyo amezungusha O na halafu amepata mahesabu yote F, unamchukua unampeleka eti benki akawe keshia. Kwani ataweza kurudisha change? Mara mimi ungenichukua mimi jemedari, askari jeshi mkuu, kapteni, fullback na yule nani wa mbele yule, mshambuliaji. Sijui maneno mwenyekiti. Tara anafanya kazi ipasavyo. Yaani kama nikipishana na Simba akininyari, na mimi Simba na mnyari namna hii.
Tena Simba mwenyewe anaomba po, anakimbia. Nashangaa mmeenda kuwachukua wale watoto wadogo sijaelewa mwenyekiti, yani sijaelewa dhamira yako ni nini. Umeniacha jemedari mkuu wa kijiji, niko hapa. Miti yote. Tena mbuyu ukiniangalia wenyewe mbuyu unanengeseka namna hiyo, unanengeseka mbuyu poa. Katika watu wapumbavu, wewe mpumbavu sana. Kwa sababu wakati tumekaa kwenye mkutano tunajadili hili, wewe ulikuwepo na ukapendekezwa. Wewe si ndio uliokataa wewe? Ukaondoka kwa dharau kwa kebe hili. Sio wewe. Wewe si ndio umeondoka kwa kebe hili wewe? Alafu leo unaniambia wale waliokwenda kule kama ndio wale makamanda hawana mpango, hawakufai, sijui zero, wewe inakuhusu nini? Hata kama zero wewe inakuhusu nini? Sasa wale zero kama wale tiki na wajua mimi na kamati yangu ya kijiji. Wale tumewachukua, wale ndio watatusaidia, lakini sio wewe kwa sababu wewe mpumbavu. Tena katika kijiji hichi mimi katika watu nisowapenda wewe sikupendi. Tena sikupendi kweli. Wewe mpumbavu. Pumbavu sana wewe. Kama unipendi na mimi sikupendi vile vile. Na kama unasema utaniua, si uniwekee tu sumu kwenye chakula. Kwani nikifa mimi nani anapata dhambi? Si unapata dhambi wewe kwa Mungu. Tena natamani uniue. Niue sasa. Tena na mimi sikupendi vile vile kama wewe usivyonipenda. Tena hatupendani. Mimi sikupendi na wewe unipendi. Tena kama ukitaka kunihamisha, kata miti yote hii na mimi ndo nihamisha. Ara. Na alafu sijui kavaa dera yule, sijui nini. Ni dera hilo wewe. Unakuja kila siku unavaa dera moja unanitambia mimi. Una bahati wewe, panga lilikuwa mkono wa kushoto. Na kama lingekuwa mkono wa kulia sasa hivi tunazungumza mengine tu. Sura mbaya kani nimekuzaa mie. Kitukwa. Wakitukwa. Anza kupiga kelele akaja Simba. Kitukwa. Sasa kwa baki wapi naye mzembe kama nini? Askari gani sio shupavu vile? Kitu kidogo tu hivi anashindwa kuwa sambamba na mimi. Kaupepo mwanana. Na mjoli kaoga tutakutana nyumbani tu. Sina haja kumtafuta. Mungu nisaidie roho yangu ya nyumbani ubaki mwili tu huko. Kipanga! Kipanga mimi wewe. Ni mimi hapa. Ni mimi. Ni mimi hapa. Mimi hapa mimi. Mimi Kitukwa. Kitukwa? Njoo wewe. Ni wewe? Ni mimi mwenyewe. Nitazame mikono na miguu yangu. Ama hakika ni mimi mwenyewe. Kitukwa, sadiki. Mimi ndimi. Hebu geuka. Ona. Nataka kumfikisha hapo. Na hili jino si ndio hilo? Ni mimi mwenyewe ama hakika. Kitukwa! Kipanga! Kitukwa! Asante Mungu. Asante jina. Asante sana. Ni kweli ni mwili wako una joto. Ni wewe mwenyewe. Ndio. Tokota kufia. Sasa kidogo nimekuwa jasiri, tupo wawili. Hata nilikuwa peke yangu. Wewe unaelekea wapi? Mbinguni. Mbinguni? Eti mbinguni huku msituni. Nimeshoka. Sio shoka kamba. Tunaenda wapi? Hata nikikuuliza tunaenda wapi unapopajua. Tunaelekea tukimbia au? Haina haja. Twende tu taratibu. Unasikia? Kumbuke mazoezi ya master. Sawa. Ukifanya hivi uonekane na watu wote. Kwa hivi. Twende huko. Tuonekane na watu wote.
Mama. Yeah. Yeah. Una akili wewe? Wanakijiji wamekuambia huu msitu una wanyama wakali, wadudu wakali. Na ndio wametuambia kwamba watoto waliopotea, Huseni na Hasani, wamepotea katika msitu huu. Sasa unafanya mambo ya kitoto na unapuliza hivyo vidude. Na ili hali hata watoto wenyewe kuwapata bado, hii mipenzi shachanika. Angalia namna hii. Na uzi tumejisahau kabisa kubeba uzi. Unashindwa tena lambo, mwenzako anaenda kwenye vita anachukua tena ni kisindano kichanika hivi anajishona. Wewe unajishonaje sasa? Ndo hapo sasa. Sasa lazima uwe na common sense. Sasa unapokuwa unafanya hiyo pi. Unaita wadudu wakali. Unaweza ukaita nyoka, mamba, papa, ngisi. Sasa huu msitu unajua unavyoonekana kama ni ule msitu wa Amazon ambao una joka kubwa. Na mijoka ile ya msitu wa Amazon kama ipo humu na jinsi ilivyokuwa vile mikubwa, kwa sababu lile lina uwezo wa kumeza container. Anameza nyumba. Akisikia kiu pale maji ya kunywa bahari. Sasa ule nyoka anaua sana. Sasa akitokea hapa akija kutuua na sisi. Hapo umesema. Sasa mimi najiuliza hapa katika halmashauri yangu ya kichwa, anayeua ni nyoka ama Israeli? Anayeua ni Israeli. Ila nyoka kama sababu tu, like sababu nyingine yani. Vile kama mtu ana malaria, trachoma. Umeona baba kumesukuma dondokea kichogo au labda una nani degedege. Ushana bwana, ni sababu zote hizo. Lakini muuaji mwenyewe rasmi ni Israeli Commando. Sasa hapa kuna picha napata. Unajua hata vitabu vyetu hivi vya dini maandiko yanavyosema anayeua ni Israeli, na Israeli unaambiwa ni kiumbe huyu mmoja. Ndio hivyo hivyo. Sasa ninavyotafakari huyu Israeli ana uwezo gani? Kwa sababu utasikia leo kuna vifo tofauti. Utasikia kuna vifo Burundi huko. Huyo Israeli anaua kwa sekunde tu. Kwa sekunde hiyo. Unaweza kusikia hapa kuna nchi hapa hii mtu kagongwa na gari. Unaenda labda kwenye nchi za Afrika Mashariki hapa unakuta labda mtu kagongwa na meli. Umeshanielewa? Sana sana katika kanda hizi za Dodoma hapa. Kwenye kanda za Dodoma ndo kwenye bahari ile kubwa sana. Ndo watu wanapokufa pale. Sasa anauaje kwa sekunde?
Dodoma pale kuna bwawa la Mtera. Umefanisha na bahari. Unajua lazima kidogo wewe mwenyewe uwe na IQ kubwa. Unakuwa unajua vitu vingi sana. Sasa wewe IQ yako ni ndogo. Israeli anaua katika mfumo wa smartphone. Ndio maana unakuta vifo vinatokea kwa wakati mmoja afu vyote amevifanya yeye. Ameua yeye. Mfano umeshika simu yako. Unataka labda kudelete picha, au labda kudelete message, labda kudelete labda majina, call register. Unaona bwana? Au labda unataka kudelete labda tuseme WhatsApp, wanasema nini zile? WhatsApp zile conversation. Unataka kudelete zile. Unaona bwana? Kuna sehemu unaingia. Tuje kwenye mfano tu wa picha. Unaingia katika zile picha zote zinashuka pale rap. Mwanangu, aya, da. Ndio, sio vile. Sasa hii ipo katika nani? Tungekuwa na kuna section ya kujipaka si wenyewe. Sawa, sio mbaya. Ongeza ndani kidogo huko. Nini? Huku. Ngoja sikia nakwambia nani? Sio mbaya. Sio mbaya, naweza tukaanza ananimalizia yeye huyo. Continuity endelee kwa sababu sio kwa uwanja sasa tatizo. Yaani hujalielewa. Wakati anaondoka kule tayari alikuwa mwenyewe anaweza akapaka lakini mtaikia na familia. Unajipaka unaishia hivi. Hata mimi nikionyesha niko tayari nafanya mambo mengine. Wewe unamalizia mpaka hivi. Umeshaelewa? Kwa sababu hii haitokaa vizuri kama hii ujue. Nini wanja? Wanja huko. Hata wewe ukipakwa hivi, huyu unajifanya kama unamalizia tu hivi. Yaani shida yangu ilikuwa vipi? Hii unaona hapa. Hata hapa. Ndio kuna zile zipo na vifungo. Vifungo vifungo. Zile katukati zile. Unafahamu sio? Yaani mmoja anaweza akapigwa anajipaka hivi. Mmoja anaweza akajifunga labda anapigwa shot ya vifungo tu anafanya hivi. Hiyo tungekuwa na nani? Kama huyu kamba ziko sawa. Mwingine sawa kwanza usianze kusema. Kiembe kipo. Sio sekretari afu tambwe mchonge mchukue hii. Unaona hii? Hii rahisi yani. Anaika kwenye mkono hapa ikiwa nyingi. Mimi natugenukia tochi. Hivi yani. Unajua? Bwana mko kama nani? Kama kivumbi. Zote zimepata kwake. Kivumbi na kachote kwa kile kitu. kitu unaangalia lenzi ya kamera utaona hapo. Maana macho kaya Roja rafiki yangu. Sasa unaona macho ya Roja, Roja mwili wake na macho yake sawa. Kama mchina wewe. Inakuwa nani inakaa kweli? Kaza uzeru anavyoona Roja. Kuna Oya tusenyeni basi ndio linapanda leo. Tunaandaa mangushi hapo. Oi. Oi. Ndio kuweke. Nimeandaa mimi. Kwa kudhibiti hoyo. Ndio kulima. Oi. Watu wanashangaaga Israeli anauaua vipi? Au kwa mganga yeye peke yake mmoja, unashangaa Ulaya watu wamekufa, Warabuni watu wamekufa. Labda unasema Marekani wamekufa watu 500. Sasa hiyo lingo ile anatakiwa kuulizwe. Vipi? Si ndio ile ile? Mwanangu hapa tuko msituni. Ajabu hapa anaenda katika Israeli. Israeli yafa ajabu juu. Mmoja mimi anakufuata mzee. Dakika moja sekunde moja. Israeli anaua kama smartphone. Unajua smartphone jinsi ilivyo ukitaka kudelete picha. Unabonyeza kwenye delete, alafu unagusa moja moja pa. Una select. 500. Sasa akigusa delete all baba. Inatosha. Lazima kika. Tuombe Mungu Israeli asije akaselect. Tayari. Hajalishi uko wapi, hata ukiwa kwenye andaki anakutoa. Anakuchomoa bwana hatari.
Umetoboka hapo unajua. Unaona? Nasikia. Kuangalia sababu mfupa kabisa unapiga kwenye mfupa. Nani yuko hapa Kivumbi na huduma ya kwanza? Mimi. Wewe mwenyewe nimejichoma vile vile usimuona. Ngoja nani yuko wapi? Atazipata hata simu. Hebu nimeje simu Kivumbi aje na nini? Kule. Ngoja nimpigie Kivumbi sasa. Angalia ndani. Uchimba umechimba tu kwenye mfuko umefika hujafika. Hapa panauma. Kwenye mfuko. Ganzi imekufa hapa. Kama vipi tuachane kushuti ni hospitali. Huyu bwana akasema tetanus. Tetanus na yeye kwani umesikia nini? Unajua, ngoja niwaambie kitu. Sio kutu Kwani kupiga tetanus kina nini? tetanus. Muulize kwanza. Chochote chenye ncha huku ni polini. Kuna wadudu wanaweza kawa lilamba. Sio mjie kusababisha matatizo. Sio mti baba. Nisikilizeni niambieni. Mnajua msipende kuwa wabishi mnapuuza Mpigie mambo. daktari yote kama mtu una tetanus. Mpigie mtu yote. Sasa mimi ndo daktari nakwambia. Muhimbili nimesoma miaka mingi. Tetanus ipo lakini kwenye vitu vya ncha kali. Ulisoma lakini upande wa mochwari. Ulisoma lakini upande wa mochwari. Nani kasoma? Mimi nimesoma miaka miwili Muhimbili. Hiyo si kiatu mama. Uko kitengo gani? Mimi Kusoma kasoma lakini upande wa mochwari. Yaani ukasoma lakini upande wa watu mochwari. waliopata majeraha polini ambao wanahitaji kushuti. Umekufa ganza saa 10. Utauma tu baada yote utaona. Wewe simama kwanza. Ngoja. Yaani hapa Tambua na kitu kitembea na nyayo tu hivi. unasikia kihalisia. Baadaye utauma. Hakuna kitu kilichoingia chenye ncha. Hakuna. Hiki Kimechana. Kimechimbua. Kitu chenye ncha kilichoingia kama tungegusa kile chenye ncha kingegusa nyama laini ndani. Ina maana ungeumia. Haihitaji uprofessional, haihitaji nini? Akili tu. Yaani kimtazamo wa kawaida hapa hamna kitu chenye ncha kali. Isipokuwa imeenda kukugonga. Kumbe sometimes Unakuja mpaka huko. Unavutika. Hebu ukikanyaga mwenyewe chini unasikiaje? Hamna kitu hapa. Hebu tembea utauma tu. Sianzi tu aliafa hiyo. Kwa buti Zaidi huko. ukanyage tu. Mbona hii buti? Yaani cha kwanza tungepata mafuta taa. Mafuta taa ndo muhimu. Mafuta taa. Unasikia? Hamna kitu. Yaani hapa nafokanyaga. Yaani maana nikamwambia avue na buti huku. Miguu yote miwili sensi mawasiliano kwenye nyayo. Sikia nikikufanya hivi unasikia kitu? Je, nikikufanya hapa? Hapo kaumia. Basi ganzi Gani tu ya kuuma, baadaye tu itauma. Yaani hapa tungepata mafuta taa. Tungekata. Nguo bachana. Baba ya nguo vipi kwenye? Achanika? Hata chini. Yale ndio komando. Yaani bana wewe ushuti wewe. Basi una bora pole ya kule nzuri. Poli ile kule ile niliwaambia poli nzuri sana. Sababu ina miti mikali mikali. Kwa mzee pale. Ana mapoli Tosha sana. Moja kaja akasema akatuambia asubuhi. Tukamene kitu. Tupateni tu. Tuiacheni tu. Inama kidogo niko. Na bado hasa mama kwenda kutafuta Hamna sionekani. viluala. Kana kutafuta vipoli vile. Usishuti. Umesikia lingo? Hicho piga tena kuziunga kule kwa kule yani. Si msitu. Sema bwana Hassan atakubali. Nikaisi mfupa ushatoboka sasa. Baba. Anamwambia daktari. Anamwambia daktari. Ngoja daktari afanye kazi yake. Hivi kwa sio mchezo baba. Unaona? Mfupa hakuna kutoboka. Mfupa uliofi. Kitu gani nani? Arroja. Isda kunywa. Unakunywa. Ya kidona, kama kidona umeumia, huwa inakuwa kama sumu mcha. Sawa, unachemka kama nani? Maji ya kunywa. Kwa hiyo unapochemka inamaanisha nini? Unachemka? Inalinda ubora. Wewe bwana Kivumbi unataka kuniambia tukikosa sabuni tuje kufulia. Tuwekee karibia tu pale kwenye meza tutakuja kufulia.
Vimeleka hivyo vinavyotoka kwa kanda chips hapo. Na inja. Ngoja unakuja kupakwa na daktari. Sababu tushapoteza continuity unajua. Hiyo nini wanaitaje ile nini? Hiyo sio hiyo. Kivumbi ndo anajua. Wanaita nini? Na unkuza hiyo. Acid. Sambona kama ndio inaongeza damu. Shida yangu mimi sio hiyo. Shida yangu mimi katika kubonyeza. Eti sumu kaishika na vidole vya kawaida. Daktari tunaye. Na mimi kidole kijikunji. Wewe kijikunji? Sina dawa ya kuchua. Dole gani wewe? Wewe kutoka sisi pale. Kweli. Pale tunachukua kwa nini? Kweli una dawa kuchua? Basi mzuka si unafuatilia hapo. Kuna mahindi, kwa hiyo tahadhari sana. Mwenyewe tuona hapo. Angetulipisha. Rudie. Lala pale chini. Lala chini. Chini. Kwa anzia katika idea yako pale. Sinzia hapo baadaye. Anzia pale. Stand by.